Habari, leo nataka nikuonyeshe faili ambayo imekamilika kwa ajili ya ujenzi pamoja na kuweza kuomba kibali cha ujenzi. Sana sana tutajikita kwenye upande wa kuomba kibali cha ujenzi, lakini hiyo ndio inatumika kwenye upande wa ujenzi. Na kumbuka kwamba aliyechora ramani sio lazima ajenge hiyo nyumba ambayo ameichora. Kwa hiyo kuna ramani hii, ina maana una uwezo wa kuweza kumpa mtu yeyote ambaye ni mtaalamu akaweza akaijenga nyumba yako kulingana na ramani inavyoelekeza. Kwa hiyo ramani yetu au faili ya ramani yetu inakuwa na vitu vifuatavyo. Kwanza kabisa inatakiwa ionyeshe 3D, yani muonekano wa nje. Hizi ndo 3D. Hizi hapa. Hizi ndo taarifa za kiwanja, za mteja pamoja na watu ambao wamechora hii ramani. Lakini pia kitu kingine, lazima kuwe na mihuri ambayo imegongwa ili kuhakikisha kwamba hii ramani imechorwa kulingana na inavyotakiwa. Lakini kitu cha pili kabisa kwenye faili letu tutakutana na site plan. Site plan ni namna ya mpangilio wa kiwanja, jinsi ambavyo nyumba itakaa kwenye hicho kiwanja kulingana na ukubwa wake. Hii hapa ndo site plan ambayo inakuwa inaonyesha mpangilio wa vitu katika kiwanja chetu, ambacho kiwanja chetu ndo kina structure hii hapa kama unavyoiona. Hii hapa kina 35, kina 44, kina 35, kina 48. Site plan ni namna kiwanja kilivyokaa na vipimo vyake, lakini na vile vitu ambavyo vitakuwa vimekaa kwenye kiwanja, kwamba nyumba itakaa katika position hii hapa, parking hii sehemu hii hapa, masimteni yatakaa upande wa huku katika kiwanja chetu, lakini pia coverage ya nyumba itakuwa ni kiasi gani na eneo ambalo litakuwa linabaki katika hicho kiwanja ni kiasi gani. Kwa hiyo hiyo hapo kwa ujumla inakuwa inaitwa nini? Site plan. Lakini pia kitu kingine, kwa sababu hii hapa nyumba yetu na mteja wetu ilikuwa ni nyumba ya ghorofa kama unavyoiona hapa. Kwa hiyo kuna nyumba ya chini na nyumba ya juu, ina maana ground floor na first floor. Na hii ndio nyumba yetu. Haya. Hii ndo ground floor kwa sababu nyumba yetu ni ghorofa. Kwa hiyo hapa ndo ground floor. Halafu hii hapa ndo first floor. Halafu hizi hapa ndo elevation za nyumba. Left elevation, right elevation, front elevation na rear elevation, ya maana yake upande wa nyuma. Hii ni roof plan, kupaua jinsi ambavyo itakuwa. Building section, yani mambo tu ya kitaalamu. There is no need ya kuweza kuyajua. So naona kwa faili yetu inakuwa imekamilika hivyo kwa namna hii hivi. Ili uweze kupata kibali cha ujenzi lazima uwe na mafaili kama haya mawili ambayo yanaonyesha ramani moja, yani taarifa moja lakini mafaili mawili. Inategemeana ni wapi, wengine wanataka mafaili matatu. Kwa hiyo kama ni mawili, na maana utakuwa na mafaili kama haya mawili, utapeleka, utaambatanisha pamoja na hati yako ya kiwanja, kitambulisho chako na TIN number. Utapeleka, utaweza kupewa control number, utaweza kulipia na utaambiwa kibali uende kufuata nini. Lakini kama kiwanja chako hakina hati, hakikisha unapitia kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa katika sehemu hiyo ambayo unajenga. Kuna fomu ambayo utajaza. Ukishajaza hiyo fomu, utaenda nayo halmashauri, utaweza kufanya process za kuweza kupata kibali cha ujenzi. Karibu sana DRC Homes kwa ajili ya huduma zetu za ujenzi, kuchora ramani za nyumba pamoja na ushauri kuhusiana na ujenzi. Kama unahitaji huduma hizo, unaweza kuwasiliana na namba zetu hizo hapo kwa kupiga simu au kututumia ujumbe wa message WhatsApp. Lakini pia kama hauna muda wa kuweza kufuatilia kibali cha ujenzi, unaweza ukatu consult na tukaweza kukusaidia. Tuna hii huduma ambayo tunatoa kwa wateja wetu, especially kwa wateja ambao wanajenga katika mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Karibuni sana.